Kwa majina naitwa Uncle Father. Natokea katika jiji la Dar es Salaam. Leo naomba twende tukaangalie, tukaanze mwendelezo wetu wa episode yetu ya pili, ambayo simulizi hii ilikuwa ikimzungumzia Shadrach pamoja na Fatuma. Tunasonga mbele. Shadrach anasema walipofika mlangoni, alipodondoka asijue kilichomdondosha ni nini, akawa ameamka. Aliposhtuka akashangaa kukuta Fatuma hayupo, na kwa wenge la kudondoka chini akawa amesahau kwamba pale yupo wapi. Akaanza kujiuliza yupo wapi. Mara pale akafikiria, mimi nimekujaje hapa? Na mbona haya mazingira ni mageni kwangu? Na mimi niko wapi? Na kwa nini niwe hapa? Pale wakati anajiuliza, akajaribu kuvuta kumbukumbu vizuri. Baada ya madakika kama 5 hivi 10, akaanza kufananisha mazingira. Mara akakurupuka, akakumbuka, kumbe yupo mlangoni kwake. Akajiuliza, mimi nilikuwa naenda Bagamoyo, huku Mbezi Beach, nimefikaje haraka hivi alafu sijatumia usafiri? Wakati mimi nakumbuka nilitoka hapa natembea, hapa nimerudije? Asikumbuke kwamba alikuwa na mwanamke Fatuma, ambaye yule mwanamke si mwanamke wa kawaida, bali alikuwa ni jini. Basi Shadrach akasema, labda nilikuwa naota, sikuwa nimeshatoka, ila nilikuwepo hapa nyumbani. Na kama nilikuwa naota, imekuwaje nilale hapa mlangoni? Na imekuwaje niwe nimevaa nguo za kutokea kabisa alafu nidondoke, alafu nionekane kwamba nilikuwa nimedondoka? Hapana, sitaki kuamini ndoto yangu, sitaki kabisa. Mara pale Shadrach akapigiwa simu na bibi yake kutoka mkoani. Akamwambia, mwanangu, wewe ni kijana ambaye nakutegemea, ulienda mjini kutafuta. Wewe ndo ambaye unanitumia hela ya matumizi kuliko ndugu zako wote. Hivyo sitamani kukuona ukiingia katika changamoto za kimaisha ambazo zinahusiana na mambo ya mahusiano kwa wanawake. Mwanangu, kama unataka kuoa, niambie, mimi nitakutafutia mke kuliko kuhangaika na wanawake huko mjini. Shadrach akasema, akamwambia bibi yake, akamjibu, bibi, mbona unasema mambo ambayo ni magumu mimi ambayo sifanyi? Mimi toka asubuhi leo sijaenda kwa wanawake, nilikuwepo hapa. Akamwambia bibi, akamjibu, mwanangu, ninachokwambia si kwamba nakusingizia, au unachokwambia si kwamba na kujaribu akili. Hapana, ila ni kwamba nimeona, vuta kumbukumbu yako. Wewe ulijiandaa kwenda wapi? Bagamoyo. Na hapo upo wapi? Mbezi Beach. Si ndio unavyosema? Ndio bibi. Sasa imekuwaje? Kwa nini upo hapo? Ulikuwa umeshatengenezewa kafara. Mimi ni bibi yako ambaye najua mambo mengi ambayo wewe hauwezi kuyajua. Hivyo nakuomba usiendelee kuhangaika na wanawake unaowaona mbele yako. Kama unataka mwanamke, nenda taratibu. Nenda msikitini, swali sana, soma dua sana. Allah atakuletea mwanamke ambaye yuko sahihi katika maisha yako. Umeelewa mjukuu? Shadrach akaitika, lakini huku kichwani mwake akiwa na maswali. Ndiyo bibi, nimekuelewa. Basi Shadrach akapiga hatua, huku akijiuliza, huyu bibi mbona ananifuatilia? Amejuaje kwamba mimi ninapitia changamoto ya kuwa na wanawake ambao nikiwaona mbele yangu na watamani? Amejuaje? Au basi itakuwa bibi ni uzee tu ndio unaomsumbua. Alafu Shadrach asijua kwamba bibi yake naye hakuwa ni mtu wa kawaida.
Alikuwa na macho ya kiroho, na pia si macho ya kiroho tu, alikuwa na asili ya uganga ndani yake. Hivyo alikuwa na uwezo wa kuona jambo kabla halijaweza kumfikia. Lakini Shadraka hilo lote hakulitambua, kwa sababu alikulia kwa bibi yake, akalelewa kwa bibi yake, mpaka ikafika wakati wa kwenda kujitegemea mjini, asijue kwamba bibi yake si mtu wa kawaida. Basi Shadraka siku ya 3 inayofuata akatoka nje tena kwenda kununua kitunguu ili aweze kupika, kwa sababu hakuwa ni mtu ambaye anapenda kula kwa mama ntilie. Alivyotoka zake nje akaona binti mwingine, kumbe ni yule Fatuma. Akajiuliza, mbona mwaka unajaribiwa sana? Huyu mbona mwingine tena? Kumbe ile kumbukumbu kwamba alikutana na binti barabarani ilikuja kurudi baadaye. Akaona yule alinipotea bila mimi kujua ameendaje huyu. Ngoja nimuongeleshe. Huyu sitoruhusu anikimbie. Basi Fatuma akajisogeza karibu na Shadraka akiwa amejipulizia perfume yenye manukato sana. Shadraka aliposikia yale manukato akajikuta hawezi hata kujitetea. Akamsogelea, dada mambo? Fatuma kaitika, poa kaka, habari yako? Shadraka kaitika, poa, habari yako wewe? Fatuma kajibu. Pale pale story zikaendelea. Zilipoendelea story, hatujui kilichotokea. Sasa tukutane katika episode yetu ya 3. Tukajua kwamba Shadraka alipompata yule Fatuma wa pili alifanyaje? Alimpeleka nyumbani kwake kama yule wa kwanza, au stories ziliishia hapo hapo? Usisahau kunifollow na kulike na kucomment katika channel yangu mpya ambayo inaitwa Uncle Father. Karibu katika episode yetu ya 3.